Wanangu, acha mimi kidogo niongee tu nitoke. Kwa maana nimekuwa sana muda mwingi nataka kuambia hili jambo. Wengi wenu wataona ni mjinga tu wa akili zangu, lakini maneno yangu kiyashika uende kusaidia. Yaani unapokuwa unataka kuoa na kuomba, angalia unaoa kutoka kwa familia gani. Angalia unaoa nani na kutoka wapi, na madhabahu ya pale ni nini, yako vipi. Msichana, ukitaka kuoleka, muangalie kijana ametoka wapi. Mama yuko vipi, baba yuko vipi, au baba alikuwa vipi, mama alikuwa vipi katika ndoa. Manake ukitaka shetani utambisha kwake. Akikufungulia utakuwa connected na shetani. Utakuwa tayari ushajiunganisha na yule isile tabia za shetani. Ukitaka kwa Mungu, utambisha kwa Mungu, utafunguliwa. Mambo yako yote itakuwa ya kiungu. Nafikiri kufika hapo mnanishika kidogo. Kuna familia unaweza kimbilia, manake umeona msichana ni mrembo sana, anafinga, anatishia mtaani, yani kila mtu anamtamani. Manake wewe na akili zako unasema anguka naye, unapita naye. Lakini unjamwangalia mama amepitia ndoa ngapi, ujaangalia baba amepitia ndoa ngapi, ili umchukue yule. Hakuna mti mbaya uzaa matunda mazuri. Ndio maana unaona siku hizi tunateseka huko, tunashindia kulia, oye nimeoa, mke ameenda na watoto 5, sijui tumekaa miaka 12, ametoroka, ameniacha peke yangu. Kwa kutoangalia yale mambo. Usipozingatia haya mambo, utalia macho yao masikio. Mbona ujiuliza, mbona siku hizi ndoa nyingi zinafeli hivyo? Mbona ndoa nyingi zinafeli hivyo? Unaangana yako yote kama mwanaume, yani kumweka mwanamke wako sahihi, lakini inafika muda mnatengana. Hayo yanaitwa madhabahu. Ya mahali ametoka bwana, ya mahali ametoka mke. Na madhabahu yakianza kudai maisha ya bwanako, yaanze kudai maisha ya mke wako, mahali kutoka kwa familia, mmoja wenu atalia. Kwa maana kama mama alioleka na Karaja, akaoleka na Mtuko, akaenda kwa James, akaenda kwa Ongengo, kwa Otieno, sasa ameenda kutulia kule kwa Waithaka, akiwa amefikisha 40 years ama 50 years. Jua safari yako iko vile vile, wewe mwanadada. Jua safari yako iko vile vile, wewe mwanaume. Kama hautakubali kujitenganisha na madhambi ya kwenu, utakuwa naona wengine wanatoka tu wameshikana mkono, wewe ni umalaya tu. Inafika mtu atoroke uende, ukishafika kule kwenu sasa hapo umetulia. Mama baba, yule mwanaume ni ovyo, yule mwanaume hana chochote yule. Hana chochote. Kama ulimuona ukiwa msichana, ukiona mtoto, mkapata mtoto wa kwanza, wa pili na watatu, sasa amekuwa hana maana tena. Mwanangu, madhabahu ndio imekuita ikakuteze. Injenge madhabahu kutoka kwa watoto wako sasa. Shetani hivyo ndivyo anafanya kazi. Imekuita pale ili waleke kwingine na waleke kwingine na mtoto wako anje afuate vile. Manake wewe unaona chenye ulikuwa unafanya pale ni sahihi, akina makosa. Lakini mtoto akifuata hivyo, hapo ndipo atachangilia shetani. Anafanya kazi. So ni bora ukioa pahali mwanaume, mwanandanda, angalia madhabahu yako vipi. Kuna wengine utapata mama ameoleka mara 2 ama mara 3 ama mke wa 3. Kwa katika hiyo familia kuwa mwangalifu sana.
mke wako kama atakusikiza, mume wako kama atakusikiza, mnatoka katika ile hali, endeni kwa kanisa, mvunje madhabahu hiyo ya kwenu na muishi maisha yenu na Mungu atawabariki. Lakini mmoja wenu akianza kusikia za nyumbani kwa mama, unasikia za baba, unasikia hivi, hamtaenda pahali. Yatabaki matatizo tu hadi tamati. Kwa maana ndoa ni jambo la maana sana hata mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa mkishatengana, wewe msianze kukimbia nyumbani kwenu, ama wewe kijana ukimbia kwenu nyumbani useme eti mimi nitaoa tena. Sasa mkishatengana, hapo ndipo naona wale mapasta vinyanya mchenzi tu, yani wapirandindi, watu wenye yani hawafikiri kwa kanisani pale, pasta mkubwa, eti mtumishi, unaanza kufunga ndoa ya pili na mtu ana watoto watatu, wawili, ama baba wa 40 years, watoto wametupa, wameenda wanatembea kila pahali, eti haleluya, leo tumebarikiwa na huyu, waishi pamoja hadi kifo kiwatenganishe. Unjaona wale walitenganishwa na shetani. Bado muulize rafiki yako yuko wapi? Yuko wapi mke wako? Yuko wapi baba? Yuko wapi mume wako? Mlieanza maisha naye. Yuko nyumbani. Acha nikuombee huyo shetani aliyewatenganisha, murundiane. Huyo ndio pasta. Lakini ukipata pasta naambia mshirika eti huyo acha aende, acha nikuombee pate mwingine. Hata wewe pasta ni shetani mkubwa sana. Maana yake unachangia tu, wewe unachangia kazi zake shetani kwako. Kwanza natakiwa pasta mtusi. Ambia toka hapa, huna maono wewe. Na tena kuambia ukweli. Mimi naongeanga ukweli. Ukitaka kunitusi nitusi. Sina tatizo. Only yule msichana alipata mimba akiwa shuleni, huyo nitamuelewa. Na ni bora yule msichana amezalia kwa mama watoto 10, mwenye anjeui ingia kwa ndoa na akatoroka. Ukishaingia kwa ndoa, uzae. Hiyo ni covenant yenye huwezi ifunja peke yako. Hiyo ni covenant yenye huwezi ifunja peke yako hata ukitaka. Hiyo ulifunga ndoa na yule mtu, umemwacha, umeenda kuoleka. Rafiki yangu, tusidanganyane na wote, tuongee ukweli. Hata kama utalipiwa mahari, ulipiwa kila kitu kwenu, utakuwa ni umalaya hata mbele za Mwenyezi Mungu. Utakuwa ni umalaya mtupu tunafanya pale. Umalaya tu, hakuna kitu kingine. Kwa maana ndoa ya kwanza uliacha. Na hiyo ndoa. Hakuna ndoa ya pili. Pastors. Hakuna pastor anayetakiwa kufunga harusi kwa mtu mwenye aliwahi kuwa kwa ndoa na utaki kujua bwana yake yuko wapi. Akifariki ni sawa, lakini kama yuko hai au njui roho ya yule mtu mahali hapo analia, anataka mke wake na unaanza kufunga ndoa nyingine pale. Silly. Stupid. Uko hata hauna akili. Kazi yako ni kumea kitambi. Fikirieni. Usinje kumlaumu mwenzako bure ukisema eti hakuwa anajua kupika, hakuwa anajua kuoga. Akiwa msichana, mtoto wa kwanza, wa pili na watatu, ama mmekata mkoze mpate tu mtoto mmoja, mmekaa kwa miaka 10. Amekuwa hajui kupika mwaka 11. Amekuwa hajui kuoga mwaka 11, ama kwa 9 au mwaka 7. Amekuwa hajui kuoga. Angalieni kilichoingia katika ndoa ni nini. Angalia nyuma kwa msichana. Count. Babake, mamake, mtoto wao wa kwanza, wa pili na watatu. Ndoa zao zimekuwa vipi? Kuna wale tu unapata ndoa, ameokota mke kule na watoto 10 analeta pale kwa nyumba. Eti sasa nimeoa. Na wewe umeoleka, umepata watoto hapo waliachwa hapo na msijui mke alienda wapi, sijui Saudi na akaoleka na huko unaanza kulea. Eti nimeoleka. Ndoa gani hiyo? Ni umalaya. Ni bora niseme ukweli, ni umalaya. Malaya tupu. Lakini ukimpata msichana mwenye ukifuata historia zake upate huyo alipata mtoto akiwa shuleni na ameoa, huyo ni msichana hata kwa Mungu atambariki, aoleke kwa heshima. Lakini wewe kwa ujeri wako na tamaa zako za ulimwengu unafunja ndoa yako uanze kufunga nyingine, my friend, unafanya malaya. Na ujue
kumpata mwanaume sayama mwanaume mdogo ukiwa na watoto wawili ama wanne, hapo utapata around more than 40 years and above. Unajiuliza swali moja, hiyo miaka 40 ikifika, huyu mtu ndo sasa amezaliwa? Ameona yepi? Alifanya nini? Mke wake yuko wapi? Ameoa na wako wangapi? Oa 11 ndo malaika? Fikiria mara mbili. Fikirieni mahali alipo, muende mahali alipo, mtafute. Sasa ndanganyika eti anapenda watoto wangu kama watoto wake, anawapenda kama usidanganyike my friend. Mimi ni mwanaume na najua venye wapo. Ndio anawapenda kama wako, lakini amekuweka pale afisha aibu. Asiwe amefariki bila mke. Amewaficha tu pale tu apate mahali akitaka akizikiwa kunywa maji hapo, manake maji yako karibu. Au uko pale tu, yani kama mafuli tu usilie mfua. Asinyeshewe. Hadi maneno mabaya atayapokea kwenye kijijini, kwa kijiji kwa yeye hajaoa. Last minute unaitwa mke. Naenda kumbemba 40 years. Mama, nimeoleka bwanangu huyu. Unaona tu hapo kwa kijiji watu wamejaa kwa familia hapo, wewe unasherehekea na kula nyama na kunywa, wengine kunywa Anza kusema eti hapa sasa nimeoleka kwa heshima. Wamekuja kukuchekelea, unjue. Mume wako ni ule wa ujana wako. Mke wako ni ule ujana wako. Ukae ukijua hivyo. Mimi naongeanga tu ukweli. Ukitaka kunituzi unituzi, mkitaka comment vibaya mseme hivyo, lakini mimi naongea ukweli. Mume wako ni ule ujana wako, mke wako ni ule ujana wako. Kama shetani ataingilia kati, ombeni Mungu, ombeni Mungu. Shetani atoka kati yenu, msonge mbele na safari. Hakuna Mungu anayebariki ndoa ya pili. Hakuna Mungu anayebariki ndoa ya pili. Hapo hakuna baraka, hapo ni umalaya mnafanya pale. Not at least mmoja wenu alifariki. Hapo ni sawa. Hata Paulo pale alipokuwa nahubiria watu aliwaambia hivyo. Only chenye kinachofanya watu watengane, kifo. Lakini sio mwanadamu. Na wewe pasa ulikuambia mtu etioleka. Na unjui bwana yake, unjui bibi yake mahali hapo analiaje. Na unapea mume msichana mwingine na mke wake aliye na watoto analia mahali. Wewe ni shetani pia pastor. Shetani mkubwa sana mwenye mkia. Manake vipi uanze kufunga ndoa tena wakati baba mtoto mama mtoto mahali hapo analia, unapeana mali kwingine. Umemsaidia kutoroka pia nao. Hukumu wenye atapata shetani siku za mwisho utapata. So pastors, speaking about that, muangalie sana kuhusu hilo. Asikubilie mwanadada, asikubilie mwanaume eti nimependana kwa hii kanisa. Mwambie arundie mke wake yule wa kwanza, arundie mume wake yule wa kwanza. Hapo ndipo ndoa ipo, na hapo ndipo mapenzi ya ukweli aliyembariki Mungu ipo. Mtihani ni ndoa, na ndoa ni mtihani. Na shetani kidogo, shetani ujaribu mahali kuna upendo, lakini mahali hamna upendo hamna majaribu. Ukae ukijua hivyo. Mahali kuna upendo ndipo anaingilia, lakini mahali hamna upendo utamuona pale. Jiulize ni kwa nini? Mbona walevi, mke mlevi, baba mume mlevi, wote wanakaa pamoja nijitengana? Jiulize kwa nini? Kwa maana washakubali kuishi ndani ya shetani. Atawatafuta nini? Ukishakubali askari kuweka pingu, utakuwa na matatizo mengine, utapigwa. So ndoa ya ukweli utestiwa na majaribu, utestiwa hivyo. Na usiponjua utajengea watoto wako madhambi mbaya. Ya kuwa watoto umewajengea madhambi mbaya, watoto utawajengea madhambi mbaya tu ukiona. Manake mahali ulikanyanga ndipo watakanyanga. Mahali baba wewe umekanyanga watakanyanga pale. Mahali mama umekanyanga watakanyanga pale, na hiyo ndio tunaita madhabahu. Na ishindwe katika jina la Yesu Kristo. Na mpate ndoa zenye heshima. Mulie achana mrudiane kwa jina la Yesu. Mnayetamani ndoa mwenye mnyiki kwa mpate ndoa zenye heshima. Lakini
tuangalie sana madhabahu. Madhabahu ndio natumaliza sisi. Kwaheri, tusiende kisha maliza mambo ya kwangu mimi. Bye.